wa kutafsiri. Ujambo mtazamaji na karibu katika ujumbe wa siku ya leo. Leo nimekuletea ujumbe wenye kichwa You have power to interpret. Uko na nguvu za kutafsiri kila hali katika maisha yako. Naamini kwamba ujumbe utakuwa baraka kwako. Hivyo basi nakukaribisha tubarikiwe pamoja. Jina langu ni Pius Mwiru Mwaura. Karibu. Nakutegemea Mungu wangu. Inachukua imani ndani ya Mungu kuweza kuchukua jambo ambalo linaonekana halina tumaini, ukaweza kulitafsiri kwamba kuna tumaini. Iwapo hauna imani ndani ya Mungu, hautaweza kuona tumaini mahali ambapo hakuna tumaini. Katika Biblia kuna mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa mtafsiri wa ajabu ambaye anaitwa Habakuki. Habakuk alikuwa mkulima na kiangazi kikakuja kikaweza kuangamiza mifugo wake na mashamba yake yote yakakauka. Ikawa ya kwamba akiwa mkulima hana tumaini lingine. Na alipoangalia gara akaona hakuna chakula kwa gara, akaangalia malishoni hakuna mifugo, akaangalia katika mashamba yake ya mizaituni, akaangalia katika shamba lake la matunda, akaona hakuna mazao. Alipopata hiyo habari akaiweka ndani ya moyo wake, alitafsiri kinyume sana na vile wewe unavyotafsiri siku ya leo. Habakuk alikuwa mkulima. Siku ya leo wewe ni mwanabiashara. Wewe ulikuwa umeajiriwa na unaangalia unaona umefutwa kazi. Unatafsiri nini unapoangalia hiyo hali? Wewe ni mwanabiashara ambaye umezoea kuwa na pesa katika saving account. Na saa hii kulingana na vile hali ilivyo ya kiuchumi, hata kuwa na hiyo saving hauna. Ukiangalia shelves unakuta ya kwamba hata stock imeanza kupungua. Unapoangalia hiyo habari unaitafsiri vipi? Nataka nikuambie kuna jinsi unaweza angalia hali na uone uwezekano. Habakuk alipoiangalia akaanza kutafakari kuhusu hilo jambo. Alikumbuka kuna Mungu. Kuna mtu mmoja alipatwa na ugonjwa, alafu ndani yake akatafsiri ya kwamba mimi huu ugonjwa utaniua. Sasa wakati mnamwambia vile mambo yatafanyika mazuri, yeye alikuwa tu anakaa anasema na nitakapo in case nikiwa siyuko around ningetaka mambo yawe hivi. Huyo ni mtu ambaye tayari ametafsiri ugonjwa huu wangu ni wa kifo. Na hakika wakati ulifika na akaaga dunia. Kuna mwingine alipatwa na ugonjwa na akasema mimi siendi mahali. Na wakati watu walikuwa wanamtembelea kwa hospitali, alikuwa anauliza kazi inaendeleaje? Nataka nitoke kwa hii kitanda nikuje ili tuweze kufanya ile kazi tulikuwa tumebakisha. Na hakika alitoka. Kwa sababu wakati unapo interpret positively, mawazo yako huwa unaanza kutafakari positively na unaanza kutengeneza na kuchora na kujenga ile picha ambayo umepata. Iwapo utapata picha ambayo ni mbaya, tuseme sasa kama ya kifo, utaanza kutengeneza eulogy, unaanza kuandika will, unaanza kupanga. Ni watu tu watakuwa wanakukemea, wanakuambia wacha kusema hiyo maneno, unanyamazia. Lakini ndani yako umekoroga mpaka umepanga mazishi yako. Ni vile tu watu hawakupatii nafasi waelezee vile ungetaka kila kitu ifanywe, lakini tayari wewe umeshapanga, ni siku tu unangojea. Kila jambo katika maisha linakungojea wewe utafsiri. Ripoti yoyote umepokea, hali yoyote umeangalia kwa macho ukaiona, habari umepokea kutoka kwa watu, zote zinakungojea utafsiri. Na unajua nini? Kulingana na vile unavyotafsiri, utaanza kujenga hilo jambo kwa mawazo. So, maisha yetu sana sana is as a result of our interpretation. Hata ukienda kwa biashara, useme hii biashara haiwezi make. Hakuna mtu atakuja aseme inaweza make. Biashara ni yako. Ukisema inaweza fanya, utaanza kutafakari na kupanga na kujenga na kuiona na kuona the next course of action, na hatimaye utaweza kufaulu katika hilo jambo. Kuna mambo matatu ambayo husaidia mtu kutafsiri ipasavyo. Jambo la kwanza ni kile ambacho unatafakari. Jambo moja ambalo hutusaidia kutafsiri tofauti na watu wengine ni meditation, kutafakari. Je, huwa unatafakari nini? Kile ambacho unachotafakari ni cha umuhimu sana. Mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa anamalizia kuandika barua kwa Wafilipi, akawaambia, hatimaye ndugu zangu, akawaambia haya ndiyo mambo ningependa mtafakari juu yake. Jambo la kwanza, mambo ambayo ni ya kweli, yaliyo na sifa njema, yaliyo ya haki, yaliyo masafi, mambo yanayopendeza, mambo yenye staha, that is noble, mambo yaliyo mazuri, mambo yanayostahili kusifiwa. Akawaambia tafakarini juu ya mambo haya. Paulo alielewa ya kwamba
kile ambacho mtu anatafakari kina uwezo mkubwa wa kumsaidia kutafsiri hali katika maisha yake. Nataka nikuambie kile ambacho unatafakari ni muhimu sana. Jambo la pili ni neno la Mungu ulilokubalia ndani ya moyo wako. Maandiko katika kitabu cha Wakolosai 3:16, Paulo akawaambia Wakolosai, kubalini neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Mwanadamu ambaye hajui Mungu, hamwamini Mungu, anapoona amefutwa kazi, huwa anasema either nipate kazi ingine ama mimi maneno yangu yamefika mwisho. Anapoona mtu ni mgonjwa, anasema either sasa huyo mtu akufe ama apone. Lakini sisi tulio wa imani ambao tumekubalia neno la Mungu ndani yetu liwe lingi, tunajua ya kwamba Mungu amewahi kuponya. Tunajua kwamba neno la Mungu lina ahadi ya uponyaji. Tunajua ya kwamba neno la Mungu limetuambia iwapo kuna mmoja wenu ambaye ni mgonjwa, aombewe, awekelewe mikono, apakwe mafuta, naye ataweza kupona. Jambo lingine ambalo linatusaidia kutafsiri ipasavyo ni experience ambayo tumekuwa na Mungu. Je, umeona Mungu akitenda? Kuna wakati umemwamini ukaona akitenda. Hata sasa muamini bado. Wakati uko na experience na Mungu ya kwamba amewahi kukutendea, wakati habari zinakuja na unaona ni kinyume, utalifaa, utaangalia uone Mungu amewahi kunishindania katika jambo lingine, hata hili nitamtegemea. Lakini kama hauna experience na Mungu, itakuwa ngumu kwako kuamini kwamba sasa atatenda. Ikiwa umewahi kuomba Mungu na akatenda, wakati utakapopatwa na jambo, utainterpret hata hili atatenda. Je, wewe unatafsiri mambo vipi? Je, wewe huwa unasaidiwa na nini kutafsiri hali katika maisha yako? Ni vyema uzingatie hayo mambo matatu. Angalia, zingatia kuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani ya moyo wako, na uangalie sana kile ambacho unatafakari, na pia uendelee kukumbuka yale Mungu amewahi kufanya. Ujue ya kwamba amewahi kuokoa, hata sasa anaweza kuokoa. Bwana na wabariki sana. Nashukuru kwa sababu ya kufuatilia ujumbe huu, na ninaomba Mungu akusaidie kutafsiri hali uliyoko katika maisha in a positive way. Shalom, shalom, shalom.